Katika vitabu vya dini vimeandika kwamba mwanamke mpumbavu ndiye anaweza kuivunja ndoa yake, lakini wajaandika mwanamume mpumbavu ndo anaweza kuivunja ndoa yake. Ni kwa nini? Sikiliza nikupe kisa kimoja cha mwanamke mmoja ambaye yeye alikuwa anaitwa Halima. Halima alikuwa ni msichana mrembo sana, mwenye muonekano mzuri, na kila mmoja alivutiwa naye na alitamani kuwa mke wake. Alipata nafasi ya kuolewa na mwanamume mmoja ambaye ni mwanamume ambaye alikuwa hana maisha mazuri sana, juu sana wala chini sana, maisha ya level ya kati. Halima alianza kuishi na mwanamume huyo kwa kipindi kirefu, lakini wakafikia wakati wakazaa mtoto mmoja na huyo bwana. Lakini kutokana na maisha ya hapa na pale, aliamua kumuoa yule mwanamume kutokana labda alivyokuwa anamgombesha, labda alivyokuwa labda hana fedha, labda aliyumba kiuchumi, labda walikuwa wanalumbana maisha hapa na pale. Akaamua kuondoka, akaona kwamba anaweza kumpata mwanamume mwingine ambaye anaweza kuwa ni mwanamume ambaye anaweza kumpa furaha na kila kitu katika maisha yake. Sasa Halima akaamua kuishi maisha yake, akaondoka na kwenda nyumbani kwao. Alipofika nyumbani kwao Halima akakaa kwao. Kutokana na urembo wake, wanaume wengi wa kusita kuweza kumfuata Halima na kumposa na kumuoa. Walienda wakamuoa tena kwa sherehe kubwa. Akaenda kwa mwanamume mwingine, lakini alijitamba na akituma posti zake za harusi, akiposti zawadi na yote aliyofanywa, vyote anasa zote ambazo zilifanyika katika sherehe yake. Halima alizidi kumuumiza roho sana mwanamume aliyomwacha, kwa kumuonesha kwamba wewe sio chochote, angalia hawa ndio wanaume wanaojua kuhendo, wanaojua kupenda, wanaojua kutunza. Lakini Halima baada ya kipindi kirefu tena, yule mwanamume kutokana na fedha na maisha mazuri alibadilika. Halima akaanza kujitamba na kuanza kuposti katika mitandao ya jamii kwamba amepata mwanamume bora ambaye anampenda na mwanamume mwenye fedha. Halima alikuwa na furaha kubwa sana kwa kuona sasa maisha yake yamekuwa ni maisha mazuri, lakini alizidi kutuma vijembe kwa mwanamume ambaye alimwacha, alianza naye maisha na alizaa naye mtoto mmoja. Halima alianza kuonesha utofauti wake kwa mavazi mazuri, gari na vitu vinginevyo, lakini baada ya muda mchache Halima alianza kuona mabadiliko kwa mume wake. Mwanamume alikuwa akirudi amelewa, akiongea msikilizi, na saa nyingine alikuta message mbaya sana kwa simu ya mume wake. Halima akawa anaona mume wake akiongea na wanawake wengine mbele yake, akaanza kuona kwamba hizi ni dharau mbaya kuliko kule alipotoka. Akaona mwanamume huyu japo ana fedha na kila kitu anakipata, lakini yale yanayooneshwa yanakuwa ni yanamuumiza kuliko yule mwanamume wa kwanza ambaye alikuwa anaona wanagombana, alikuwa hana kitu na maisha yalikuwa ni ya kawaida, kuliko huyu tajiri sasa aliyokuwa naye. Halima akawa tena amekaa kwa kipindi kile cha miaka miwili, alikuwa amepata mtoto na yule bwana. Halima alishindwa kuvumilia, na kila alipokuwa muuliza mwanamume alimwambia, umenikuta na mali na kila kitu, kitu gani unachokikosa kwangu? Kwani mavazi upati, chakula upati, nyumba nzuri kama hii, magari ya kifahari upati? Unapata. Sasa nini shida yako? Umeona? Lakini shida yake Halima alikuwa anataka kwamba alikuwa shida yake kwa mume wake ni kumuonesha heshima na kumpenda na kumjali. Hilo ndo lengo lake, na kuona kwamba mwanamume anamthamini, lakini alikuwa anamuonesha matendo ambayo yalikuwa yamfurahishi. Halima aliamua kubeba vitu vyake vyote, akaamua kuondoka. Akasema bora akatafute maisha mengine ya uhuru. Anasema ni bora dagaa kwenye amani kuliko nyama kusipo na amani. Akaenda kuishi maisha yake. Aliporudi nyumbani kwao tena akakaa. Alipokaa akapata mwanamume mwingine tena. Akasema bora ya huyu hacha nikaanze naye maisha. Lakini alipoondoka kwa yule mwanamume kwenda kuishi naye, yule mwanamume tena naye akawa na tatizo lake. Kweli alimpenda, alimthamini, aliwahi nyumbani, akawa mwaminifu, lakini tatizo lake ni moja tu. Yule naye akawa anajikojolea kitandani. Halima akaona hii ni aibu gani? Akaendelea kuvumilia, naye akapata mtoto naye. Halima hali hiyo ilivyozidi kuendelea, akaona bora achana yule mwanamume, atashiji na mtu kikojozi, akashindwa kumvumilia, akaondoka na kurudi kwao. Halima alivyorudi kwao akaona sasa ni bora aishi maisha yeye mwenyewe peke yake, akasema acha aishi maisha ya kuwa single mama. Mona
baada ya kuwa yeye single mama kama single mama, kuishi yeye mwenyewe kama mwenyewe, lakini siku zilivyozidi kusogea watoto wale walikuwa. Kumbuka kuna mmoja babake alikuwa tajiri sana, na kuna mwingine alikuwa na maisha, wa kwanza alikuwa na maisha ya chini sana. Kumbuka na watatu baba yake na huyu ambaye alikuwa anasemekana kikojozi alikuwa na maisha ya kawaida sana. Sasa huyu mtoto wa katikati alikuja kuchukuliwa na babake, akawa anachukuliwa na babake, akawa anatumia magari ya kifahari, anaenda kwa wenzake ana nini, anaonesha starehe na nini. Lakini hao wengine kwa sababu wazazi wao walikuwa hawana maisha, walikuwa wanatamani maisha ya mwenzao, na kila alipokuwa anakuja na gari lile wanaomba hata saa nyingine wachukue wa lile gari waweze hata kusema wa raundi, na wenyewe alikuwa anawakatalia, anawaambia na nyinyi kawaambia wa baba zenu wanunulieni na nyie magari. Mimi kosa sio langu, kosa ni baba zenu kuwa maskini. Kwa hiyo wale wakaanza kuambia maneno mabaya ambayo yalikuwa yanaumiza moyo na wanavunjika moyo kuona vile. Watoto wakamrudia mama, wakamuuliza, mama, kwa nini hujaendelea kumvumilia na sisi baba yetu akawa baba huyu mwenzetu, huenda na sisi tungekuwa tunamiliki magari kama haya, kwa nini? Sasa tunajifunza nini? Tunajifunza katika maisha kwamba hakuna mwanadamu mkamilifu. Kila mwanadamu ana kasoro yake, kila mwanadamu ana matatizo yake. Unapokuwa katika mahusiano yoyote, jua kabisa kwamba yule uliokuwa naye madhaifu aliyokuwa nayo na mwingine pia na madhaifu yake. Kwa hiyo inatupasa tuvumiliane katika ndoa, katika mahusiano ya uchumba, katika kazi yoyote unaoifanya inahitaji uvumilivu, kwamba sisi ni wanadamu na tujakamilika. Umeshanielewa? Mama alikosa majibu ya kuwajibu wanae.